Above 2024 kipande cha pili. Kwa hivyo kama unaona kipande cha kwanza, ingia katika channel yangu, turn on notification bell ili ujiunge na familia hii yangu kubwa. Alimuita Gloria, "Hebu njoo." "Uko sawa?" "Ndio mama, niko sawa." "Hebu nenda jikoni, nitakuongea na kijana." "Haya, unataka nimfukuze kazi kwa sababu alikupiga na kitu kichwani, sivyo?" "Ndio mama, hata ndio kovu kwenye kichwa." "Ah, kuna shida. Kauli yako ni amri kwangu. Nitamfukuza kazi, lakini sikiliza kwa makini. Akiondoka sitajiri mfanyakazi mwingine. Utaanza wewe mwenyewe kufanya kazi sasa humu ndani. Hiyo iko sawa?" "Mama, unajua kabisa mimi siwezi kufanya kazi humu ndani. Sitosha hata vyombo mwenyewe sijui kuosha. Itakuwaje sasa?" Anaenda ama anabaki? Mchiza akaanza kufikiria. Mama anamtazama. Basi sawa, acha tu abaki. Siku kadhaa mbele walikuwa wanapata chakula alichokiandaa Gloria. Huku Gloria analeta maji. Mama akakisifia sana chakula. Anasema chakula kitamu, si kama alivyodhani. Obi akajibu kwa dharau. Yaani hata sielewi unakisifia chakula kigani. Hata kina ladha cha kushangaza, hata kivutii. Sawa, kwa kuwa Gloria hajui kupika, itabidi uchukue majukumu yake. Hata sasa hivi unaweza kutuandalia chai. Nini? Ndio, unaweza kuanza kwa kutuandalia chai asubuhi. Chai tu, vitu vidogo hivyo. Oh, vitu vidogo hivyo? Safi. Freshi. Basi Gloria, kesho fanya mambo mengine. Chef wetu kesho atatuandalia breakfast. Haya, mida jioni tunamwona Gloria kuja kumwazima mamake chakula huku dampo. Mwale mamake amezoea kukaa siku zote. Huku Gloria anampa chakula akimzingatia, maana mamake anahitaji wacheze. Anampatia chakula na nini? Basi kweli mzee, tunamwona Obinna akiandaa chakula kama alivyoagizwa na mamake asubuhi ya breakfast. Manake alisema chakula na nini kibaya, mara anang'ata mkono. Gloria akataka kumsaidia na nini, mara akaleta kiburi. Gloria akanyosha mkono. Huku dining mama anasubiri chakula. Chakula kikafika. Basi watu wakakaa kuonja chakula cha Obinna. Mama akacheki jiko cha kwanza akakunja sura huyo. Gloria pia naye akakunja hivyo hivyo. Mama akatema, "Kwani umeweka ndoo nzima ya chumvi ama?" "Mama, hata nimejikata kuandaa chakula kwa ajili yako." Kwa hiyo baada ya hizo kafara zote ndio mama kututolea hii bomu. "Chakula gani hichi?" Mama alikosa budi akamwambia, "Hebu Gloria, nenda kaandae chakula nzuri. Achana na mjinga. Na siku nyingine mwenzako akipika, usiongee vibaya ukijua wakati hujui kupika mwenyewe." "Haya, kula mwenyewe. Hiki si ndio umetuandalia mwenyewe? Kula mwenyewe sasa." Anashangaza sana Obinna. Sasa kuna siku yenye Gloria anafanya kazi huko ndani kwa Obinna, kwenye kufungua akapata kitabu kwenye kabati. Okay, kuna ni vyema ajitupia anza kusoma. Mara Obinna akaingia. Alishtuka huyo. "Toka nje." "Samani bosi." Akarudisha hicho kitabu huyo, akajitoa akaondoka. Leo Obinna anacheza game na mshikaji wake hapa sebuleni. Huko nje Gloria anamfungulia geti, bosi anaingia. Yeye anarudi anaendelea kufua nguo. Mama anashuka kwenye gari anamuuliza, "Mbona unafua kwa mikono?" Yeye akasema mashine ya kufulia ina matatizo, ameshindwa kuiwasha. "Na Obinna yuko wapi?" "Nesi ako sebuleni mama." Toa nguo zake atajifulia mwenyewe. Wewe fua za kwangu tu. Alafu hizo nyepesi fua hizo. Hizo ngumu utazeka kwenye mashini huko zitakolewa huko. "Sawa mama." Mkubwa akaingia ndani. "Obinna." "Mama, niko busy." "Uko busy unacheza game?" Akaenda kuzima kwenye PlayStation. "Jasper, naam, enda nyumbani." "Sawa mama. Tutakutana wewe mzee." "Mama, kwa nini umeniaibisha kwa rafiki yangu kama hivyo?" "Rafiki unayemwongelea wewe yuko mwaka wa 3 chuoni. Alafu umekaa tu hapa, kazi ni kucheza mpira. Hakuna kazi nyingine unaweza kufanya. Wewe sijui unataka nikufanyaje wewe? Mtoto mjinga." Mama, nilikwambia maongezi ya choo mistaki." Aya nje. Nenda kafue nguo zako." "Mama, unasema?" "Nenda kafue nguo zako kule nje." "Siwezi kufua nguo. Si ndio maana tunamfanya kazi mama." "Haiwezekani ukae tu ndani, alafu ile binti anafanya kazi nzito anafua nguo zako. Chukua nguo nenda kafue." Mama akonusu mtani akachukua viatu na kijana akaamka, akaamua kwenda sasa. Mchizi moja kwa moja kwa nguo zake. Elewe hata anaanzia wapi. Hajui sabuni ndio inafaa ianze ama maji ndio anapaswa aanze nayo. Tena anahangaika, Gloria anakuja kuchota maji bombani, akawa anamcheki tu. Mwisho akamuuliza, "Kuna kazi yote unajua kweli?" Akamwambia, "Hebu kuwa na adabu wakati unaongea na mimi. Na bora unyamaze." Gloria anasepa huko akimcheka tu. Mchizi anatupa nguo chini. Ni mvivu huyo kishenzi sana. Haya, wakati mama kina Gloria ni changamoto. Atulii sehemu moja, hata kumtunza inakuwa tatizo. Wakajitahidi kumleta nyumbani, wakampatia msosi na nini, huko akipambana naye. Farajiana anakuambia na kila kitu kitakuja tu kaa sawa. Kesho yake Gloria akakipata tena kile kitabu. Obinna akamnyang'anya. Akamuuliza, "Umekitoa wapi hiki?" "Hebu nirudishie bana." "Alafu kwa nini unakisoma kitabu wakati hujui nini unachokisoma?" Akakikwapoa kile kitabu akisema, "Mimi si mjinga kama wewe unavyodhani. Hata hivyo ngoja nikuulize maswali kwa kwenu mwenye akili zaidi." Mchapa swali la kwanza. Hayo ndo manini sasa. Huku mama anateremka akiwatazama. Kampa majibu ya swali. Huku macho imemtoka hata hajui ni majibu magani hayo sasa. Alivyomaliza mama akampigia makofi akasema, "Inavutia sana. Obinna, una mengi sana kujifunza kutoka kwake, unajua hilo." "Jifunza kwa nani?" "Huyu. Kana kudanganya kwa sababu kanasoma." "Kwani kamaliza hata sekondari huyu?" "Ndio nilimaliza. Nilishindwa tu kujiendeleza kwa sababu sikuwa na pesa." "Wazazi wako wako wapi?" "Babangu alifariki, mamangu naye ni mgonjwa." "Pole sana kwa hilo." "Asante bosi." Na hapo ndio inakuwa mwisho wa kipande cha pili. Tukutane kipande cha 3 ili tuendelee kupata mengi zaidi. Bye.